zatafuna watoto, watafuna mgoka. Huku kwetu waulize watu wa Kwale County, primary schools za kando kando ya barabara kule mgoka unawekwa, ikifika saa 4 watoto wadogo wanunua vipakiti vya shilingi 50 ili wale mgoka. Saa 4 wakati wa break, primary schools kutoka Msambweni mpaka wapi, mpaka Kombani kote. Na ni kweli wale watoto wamezoea, lazima wawe na shilingi 50 wanunue mgoka. Wakikosa wako tayari watafute vipanga nini. Na kwa vile kina mama huwa na mifuko yao mizuri mizuri, waona mna kama shilingi 50 humo, maduka no ingiliwa ili wapate zile pesa, si ma supermarket. Hawendi Carrefour, hawendi Naivas, ni vijituka vile ambavyo upata pesa taslimu kwa biashara zao. Hiyo ni hatua ambayo lazima serikali ifanye kuzuia mgoka, ndio sababu ya vipanga. Tunalani vitendo vya vipanga kwa sababu ya haribu usalama wetu, utaratibu. Sisi tuko ndani ya serikali, tuna wadhifa ndani ya serikali, wanajua wenyewe, lakini tulinde maisha na tuzuie mgoka. Na sababu ya vipanga ni mgoka. Watoto wa miaka 13 wanatafuna mgoka kweli kweli. Yatusikitisha kwa sababu wenzetu wanafanya watoto wetu wa mazombi, kwao hawali hiyo. Nchi hii ina serikali inayojua kila kitu, inajua mpaka wale watu ambao wanafanya biashara ya madawa ya kulevya. Ndivyo sivyo? Ndivyo. Unajua mchezo wa kishenzi. Haya madawa ya kulevya watu fulani wanatufanyia makusudi ili watoto wetu huku awe ndio sehemu ya wao kuwafanyia biashara. Serikali inajua. Serikali inakaa na wale watu wanaofanya biashara ya dawa za kulevya. Serikali inajua waziwazi kwamba kabila ambayo imelengwa ni ya Mijikenda, ili baadaye watoto wetu wakiwa wamekuwa mazombii waweze kujauza mashamba yao bila kujua wameuza pesa ngapi. Ili waendelee wao kutunyanyasa. Serikali inajua waziwazi kwamba huyu anafanya biashara hiyo, huyu anafanya hiyo, huu ni mgoka, haupelekwi kwengine, unapelekwa hapa kwa sababu sisi tunajulikana tuko polite. Nataka tukuambie Rais, serikali yako inajua. Tuna imani kwamba wewe unajua. Tuna imani kwamba wewe Rais unatupenda. Dhihirisha mapenzi yako kwa Mijikenda kwa kuzuia madawa ya kulevya kuingia pwani. We Rais, najua unapenda vijana. Ndio maana umeanza programu ya Nyota. Kijana ambaye amelewa dawa ya kulevya ukimpatia shilingi 20,000 zitamsaidia nini? Wewe Rais, utusaidie. Sisi tunaongea hali hii kwa uchungu tukiwa kama wazazi. Tunaongea hali hii kwa uchungu tukijua kuwa generations zinazokuja, kama mtaendelea wewe Rais kuruhusu watu watuletee sumu hapa pwani, na wewe unajua, na baadaye unakuja huku unasema sisi marafiki zako. Marafiki zako vipi kama watoto wetu wanakula sumu na wewe unajua? Tafuta njia kwa mapenzi. Tafuta njia za kisheria. Tafuta njia kwa heshima, ili muda wa wiki 2 zinazokuja tuone kwamba pwani haina tena madawa ya kulevya. Serikali kuu inatambua vyema na inatambua fika madawa yanaingia vipi na faida yake ni ipi na ulengwa haswa ni upi. Swala kama hilo limetufanyisha paka sisi vijana wa Kimijikenda tumepoteza hadhi na sura yetu kama vijana wa Kimijikenda. Ningependa kuchukua fursa hii kusema kwamba swala la mihadarati ndilo lilochangia kuleta swala la janga la vipanga.
kama serikali ilishindwa kuzuia huu ulanguzi wa mihadarati mpaka likazaa janga la vipanga, bado tuko na janga la vipanga. Serikali imeshindwa na njia mbadala ya kuweza kulizuia hilo, mpaka juzi na jana kumetolewa amri ya shoot to kill. Ningependa kuchukua fursa hii kuiuliza serikali kuu, endapo amri hii ya shoot to kill inafanyiwa kazi, swali ni je, tutarekebisha katika swala la mihadarati ili wale vijana walanguzi wa mihadarati wasiongezeke na wale waliofika kaya imefika kikomo? Kaya. Ama tunasema shoot to kill, leo na kesho wengine wanaongezeka. Swali ni je, malengo ya serikali kuu ni kummaliza kijana wa Kimijikenda? Vile vile kama mama, kama mzazi, mimi nazungumza na huyu komanda wetu huyu aliotoa amri ya shoot to kill. Kwa nini hii serikali, wakati kumetolewa proposal za kutatua masuala haya ya vipanga na masuala ya mihadarati kwa jamii, mashirika tofauti tofauti yamefanya research yake na wakagundua haya ni masuala ya kijamii, na kuna gaps chungu nzima ambazo ziko kijamii na kiuchumi ambazo zinapelekea yale matumizi ya mihadarati na inapelekea ile crime rate kupanda wakati huu wetu wa sahizi, wakati kumekithiri muguka na madawa ya kulevya. Kwa nini serikali wakipewa hizi opinions za watu wengine wazishughulikie? Hatuoni rais akitafuta tume kama vile anavyotafuta tume mahali kwengine kuja kuzamia ili swala la mihadarati na vipanga huku pwani na kuangalia njia ambayo watatatua haya masuala amicably. Bwana Ali Nuno, wewe ukisema utapiga risasi na kuua, sisi tunakuangalia, lakini mioyo yetu kama kina mama inamwaika machozi. Manake tunajua wale watoto sio kutaka kwao kushika vipanga, lakini wamesukumwa na serikali imeachilia mpaka wawe criminals at a very tender age.